Leo nitawasimulia hadithi ya mtoto Otabenga. Hadithi ambayo wengi hamjawahi kusikia. Otabenga alikuwa ni mmoja kati ya vijana wa Kiafrika walioishi miaka ya zamani sana. Alitokea miongoni mwa nchi zilizopo katikati mwa Afrika. Siku moja Otabenga alikuwa akitoka mawindoni. Alipokuwa njiani kurudi nyumbani, akafika kwenye kijiji chao na akakuta kijiji kimeshambuliwa. Hakuna hata mtu mmoja aliyebaki akiwa hai, na waliobaki ilikuwa ni maiti zilizolala chini. Wote walikuwa wamekufa. Otabenga aliyekuwa mdogo kwa wakati huo akahamaki, akapaniki na kubaki akiranda na kukimbia huku na kule, asiyejua aende wapi na afanye nini. Kijiji chao kilishambuliwa na jeshi la Mfalme Leopold. Jeshi binafsi la Mfalme Leopold lilikusanya watu kutoka vijijini na kuwapeleka kwenye mashamba ya mipira. Kwa hivyo Otabenga naye akajikuta anaangukia mikononi mwa jeshi hilo, naye wakamchukua na kumpeleka mashambani kwenda kulima mpira. Lakini baada ya muda akaja mzungu mmoja. Huyu bwana aliitwa Samuel Phillips Venner. Ilikuwa ni mwaka 1904. Samuel Phillips Venner akamnunua Otabenga kwa kilo chache za chumvi. Halafu baada ya hapo akaandaa safari, akamchukua Otabenga na wenzake. Hawa Otabenga na wenzake walikuwa ni jamii ya watu wafupi. Nadhani mtakuwa mmewahi kusikia neno pijimi. Kwa hivyo akawakusanya wale, halafu akafanya safari, akawachukua kwenye jahazi na kuwasafirisha kutoka Afrika mpaka kuwapeleka Marekani. Kule akawafikisha katika jiji la New York. Kipindi hiko New York ulikuwa umeingia mtindo. Waafrika wanakusanywa kama wanyama, halafu wanapelekwa kwenye zoo kwa ajili ya binadamu. Hizi sio zoo ambazo ulikuwa ukienda na kukuta sokwe ama simba na wanyama wengine, ngedere. Badala yake walikuwa wamefungwa kwenye mabanda wa Afrika, halafu wazungu wanazunguka kuwatazama na wakawashangaa. Walifanya vyovyote wanavyojisikia, wakiamua kumtisha, wakiamua kumpiga, au wakiamua kumtupia ndizi Mwafrika. Vyovyote walivyojisikia walikuwa wakifanya hivyo. Basi katika maonyesho yale, Otabenga kwa muonekano wake akawa kivutio kikubwa kwa wazungu. Wakafanya vitu vingi vya hovyo, na hadithi za Otabenga zikasambaa mji wote wa New York. Jamii ya watu weusi waliokuwa wakiishi Marekani kwa wakati huo, hasa wale wa mji wa New York, waliumizwa sana na hadithi hii ama kisa hiki cha mtoto Otabenga. Kwa hivyo mwinjilisti mmoja alikuwa akiitwa James H. Gordon, huyu bwana akaamua kwenda na kumnunua Otabenga kutoka mikononi mwa wale wadhulumati wa utu wa Otabenga. Wakakubali kumuuza. Akanunuliwa tena kama vile mdoli, toka mkono wa huyu kwenda kwa mkono wa yule mwingine. Lakini mara hii ilikuwa ni mikono salama ya Waafrika wenzake ambao walipanga kuukomboa utu wa Otabenga. Otabenga alinunuliwa na huyu mwinjilisti, ilikuwa ni mwaka 1906. Kwa hivyo akapata uhuru wake. Mwaka 1910 Otabenga akachukuliwa na yule mwinjilisti, na halafu akapelekwa katika jiji la Virginia, mahali panapoitwa Lynchburg. Kule akapata elimu kidogo, elimu iliyomsaidia kuanza kufanya kazi kwenye mashamba ya wazungu. Hapo Otabenga akaanza kuona nuru mbele yake, nuru iliyompa matumaini ya sasa ataupata uhuru wake. Kwa hivyo akafanya kazi kwa juhudi sana, na vijipesa vidogo alivyokuwa akilipwa kutoka huko kwenye mashamba akavidunduliza kwenye kibubu chake. Hapo alianza kuichanga nauli ili baadaye arudi zake Afrika. Hakutaka kuendelea kuishi mikononi mwa wazungu. Utumwa aliopitia kwake ilikuwa ni mateso tosha. Kwa hivyo Otabenga akaanza kudunduliza vipesa vyake. Kwa bahati mbaya, mwaka 1914, mwaka huo dunia ilikuwa imeshaingia kwenye vita ya kwanza ya dunia.
Hapo meli nyingi za kusafirisha abiria zikawa zimesitisha safari zake. Kwa hivyo kupata melikebu ya kusafirisha Otabenga kutoka Marekani kurudi Afrika, ile ndoto ikafa. Otabenga akataharuki sana. Hapo akahisi maisha yake sasa yamefika mwisho, kwa maana bado maisha yake miongoni mwa wazungu yalikuwa ni utumwa wa namna yake. Miaka ikaenda, siku zikasonga, ikafika mwaka 1916. Mwezi Machi tarehe 20 mwaka 1916, Otabenga akiwa sasa ameshakuwa mtu mzima wa miaka 33, kutokana na msongo wa mawazo, Otabenga akafanya maamuzi magumu. Alichokiamua ni kuutoa uhai wake. Kwa hivyo Otabenga akafariki siku hiyo Machi 20 mwaka 1916. Hii ni hadithi wasioifahamu watu wengi, lakini kwa wasomi wazuri wa historia ya mtu mweusi ni miongoni mwa hadithi za kusikitisha sana. Nilipoisikia hadithi hii nikatamani kujua mateso waliokuwa wakiyapitia Waafrika kipindi cha utumwa. Kwa hivyo simulizi ya leo imejikita kusimulia maswahibu yote yaliyopitiwa na Waafrika wakati wa kukamatwa na kusafirishwa kama watumwa, hasa safari zilizohusisha transatlantic slave trade. The Storybook.